kutoka kuta za nyasi za Chato. Oktoba mwaka 1959 katika kijiji cha Mlimani Chato mkoani Geita, mtoto wa kiume alizaliwa katika familia ya mzee Joseph Magufuli. Hapa maisha hayakuwa rahisi. John alikuwa akichunga ng'ombe, akitembea pekupeku kwenye udongo mwekundu wa kanda ya ziwa na kusoma kwa mwanga wa kibatari. Alikuwa mwanasayansi tangu damu yake, kuanzia Chato Primary, Katoke Sekondari hadi Leki Sekondari. Upendo wake kwa kemia na hisabati ulimjenga kuwa mtu anayeamini katika ushahidi wa namba. Kemia ya maabara ilikuwa ndogo sana kwake. Alikuwa anajiandaa kwa kemia ya kuibadilisha nchi. Mwaka 1995 mlango wa siasa ulifunguka. Magufuli alichaguliwa kuwa mbunge wa Chato chini ya uongozi wa Rais Benjamin William Mkapa na baadaye Jakaya Mrisho Kikwete. Magufuli aligeuka kuwa injini ya serikali. Akiwa waziri wa ujenzi, alipata jina linalotetemesha mafisadi, The Bulldozer. Hakujali suti yake, alipanda kwenye mitambo, alipima barabara kwa futi na alibomoa nyumba yoyote iliyoziba njia ya maendeleo bila uoga. Novemba 15, John Pombe Magufuli aliingia Ikulu kwa kishindo. Mimi John Pombe Joseph Magufuli naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nitalinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kauli mbiu ilikuwa ni moja tu, hapa kazi tu. Chapa kazi, hapa kazi tu. Siku zake za kwanza zilikuwa kama kimbunga. Ziara ya kushtukiza Muhimbili na bandarini ziliwafanya watumishi wazembe kutetemeka. Alitangaza vita dhidi ya mchwa, mafisadi walioitafuna nchi. Alifuta watumishi hewa 19,000. Ile mshahara uende kwa watu wanaofanya kazi tu. Nina orodha yote, ninaijua yote. Alidhibiti rasilimali za madini na kuanzisha miradi ambayo wengi walidhani ni ndoto. Alijulikana kama rais wa wanyonge, akisimama barabarani kusikiliza kero za mama ntilie na wamachinga. Kwake Tanzania haikuwa nchi maskini, bali nchi tajiri iliyokuwa imechezewa. Alibaki kuwa kiongozi mwenye msimamo wa chuma, asiyeyumbishwa na shinikizo la mabeberu. Machi 2021, safari ilifikia kikomo. Jeneza lake lilipopita barabarani, maelfu walikimbia pembeni yake wakilia, wakitupa nguo zao chini ili gari lake lipite juu yake. Ilikuwa heshima ya mwisho kwa mtu aliyeishi kwa ajili yao. Leo Magufuli amelala kwenye udongo wa Chato, lakini jiwe alilolipanda linasikika kwenye mlio wa treni za kisasa, linaonekana kwenye mwanga wa umeme vijijini, na linaishi kwenye mioyo ya Watanzania waliojifunza kusema inawezekana. John Pombe Joseph Magufuli. Chuma kimepumzika, lakini kazi inaendelea.